Nenda kusalimu tena mwana wa Mungu. Shalom, shalom sana. Karibu tena siku ya leo katika session ya leo ambapo ningependa tutafakari ujumbe wa neema. Na ujumbe wa neema sana tutaenda kumwangalia Samson. Tunaamini wengi na tunajua kwamba Samson alikuwa ni mnadhiri wa Bwana. Kuna masharti ambayo alipewa wakati wa kuzaliwa kwake. Akaambiwa asinyoe nywele zake. Mamake alimwambia na akaendelea. Akawa ni mtu mwenye nguvu, mtu mashuhuri sana, ambaye kupiga, kufanya nini ilikuwa ni jambo jepesi sana kwake. Kwa sababu nguvu zake zilikuwa katika zile nywele zake. Ni kwa nini nimeusema kwamba tumuongelee Samsoni? Samsoni, neema ya Mungu ilikuwa inambeba. Na neema ya Mungu ilivyokuwa inambeba, akatake it for the granted. Kama ambavyo watu wengi tunapenda kuchezea neema ya Mungu. Tunajiona ya kwamba mbona tunatenda dhambi na Mungu bado anatubariki? Mbona tunatenda dhambi na Mungu bado anatupigania? Mbona tunatenda dhambi na bado mambo yetu yanaendelea kama kawaida? Ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Samsoni. Samsoni kuna mambo ambayo anayafanya, lakini kwa sababu tu anajua neema ya Mungu ipo juu yake, akawa anafanya kama anavyotaka. Tukiangalia katika hicho kitabu cha Waamuzi, kuna siku Samsoni alitoka, tunaambia kwamba alishuka Gaza, akaenda kwa mwanamke kahaba, akalala huko. Na wale watu waliposikia, wakazingira lango la mji. Wakawa wanamvizia, wakasema ya kwamba tusubiri mpaka asubuhi itakuwa ndo muda mzuri wa kumuua. Lakini Samsoni kwa sababu alikuwa na neema, ametoka kuzini. Akaenda, Biblia inasema kwamba aling'oa yale malango ya mji kwa mikono yake na mimo, akaichukua, akapanda nayo mpaka kwenye vilima vile vya Hebron. Angalia namna ambavyo alikuwa anachezea neema. Anaenda kuzini kwa sababu anajua kwamba Mungu atamsaidia anayafanya hayo. Lakini alivyochezea sana neema. Hebu ona pale sasa Delila anapokuja kumbembeleza Samsoni kujua ili kupata kujua siri ya nguvu zake. Anamwambia hiki, mimi ukinifunga na kamba, ukinifunga. Lakini anapowaambia hao wanakuja, anazikata. Ikawa ipo kawaida kabisa, na akaona kwamba ni kawaida. Lakini mara ya mwisho baada ya kubembelezwa sana na akatoa siri, ukinikata vishungi hivi, mimi nguvu zangu zinaisha na ninakuwa kama mwanadamu wa kawaida. Delila akambembeleza, akalala. Alipoona amelala, akawaita watu. Watu wakaja kufanya nini? Wakaja kumnyoa vile vishungi. Biblia inasema kwamba Samsoni baada ya kuamsha na Delila kumwambia kwamba hao wanakuja, aliamka kama kawaida kujua kwamba nguvu zipo, lakini akajikuta kwamba nguvu hakuna. Mpendwa, ni mara ngapi unachezea neema ya Mungu? Mungu sio kwamba anaona, haoni. Mungu anaona. Anakupa nafasi ya kurekebika, nafasi ya kuacha hayo unayoyafanya, uovu unaofanya. Lakini sisi tunaona kwamba Mungu haoni. Nikwambie tu siku ya leo, Mungu anaona. Naangalia mwisho wa Samsoni, alikuja kumwomba kwamba Mungu nikumbuke, kamkumbuka kwa wakati huo, lakini pamoja na kwamba rudishwa nguvu na yeye alikufa. Shalom, Mungu akubariki na tubariki wote, tubadilike. Amen.